Lakini wote mnafahamu kwamba Sauli alikuwa anamuinda Daudi kutaka kumuua, japo hakufanikiwa mpaka yeye ndiye amekufa. Baada ya siku kadhaa kwenda, mazishi yameisha, sijui msiba umepita, bado Daudi akawiwa moyoni kwamba anapaswa kufanya kitu cha fadhila kwa ajili ya ile familia, kwa sababu ya urafiki aliyokuwa nao na Jonathan. Kwa hiyo kumbuka, Sauli amekufa, nyumba imeachwa tu ina msimamizi, mali zimeachwa na msimamizi. Lakini sasa kipindi hicho walikuwa hawaishi mbali, kwa hiyo Jonathan anaishi hapo, baba anaishi hapo, kwa hiyo mali ziko sehemu moja, mashamba yako hapo, kila kitu, wanyama. Lakini aliyekuwa anasimamia zile mali za marehemu alikuwa anaitwa Siba. Kwa hiyo Daudi akaenda kwenye nyumba ya marehemu, anauliza, jamani, mnafahamu kwamba nilikuwa nampenda huyu marehemu ambaye ni Jonathan? Ndio. Na tulikuwa tunapendana sana? Ndio. Je, hana watoto waliobaki ili hata niwafanyie fadhila? Msimamizi wa mali ambaye ni Siba akasema, yupo mmoja, isipokuwa ana nini? Kilema. Ana kilema cha mguu. Akaulizwa na Daudi, yuko wapi? Akasema yupo sehemu moja inayoitwa Lo-debar. Sema Lo-debar. Sema tena Lo-debar. Je, alizaliwa huko huyu kijana? Hapana. Alipataje ulemavu? Tulisoma pale kwenye Samueli wa pili 4:4 sababu ya yeye kuwa mlemavu. Amefikaje kule Lo-debar? Wote hatujui, kwa sababu hakuna sehemu inaelezea kwamba huyu Mefiboshethi alipelekwaje Lo-debar. Kwa kifupi, Lo-debar ni wapi? Lo-debar ni sehemu ambapo watu wenye shida na maisha duni walikuwa wamepangiwa kukaa. Ni sehemu ambapo watu wa maisha ya chini walikuwa wanakaa. Kwa hiyo mtoto wa tajiri, baada ya baba yake kufa na babu yake kwa pamoja, sijajua amejikutaje Lo-debar. Kwa hiyo Daudi anashangaa, anasema yuko Lo-debar? Ndio. Anaambiwa ndio. Nani kampeleka? Hatujui, lakini yuko kule. Si unajua ni kilema, na vilema wote lazima waishi ule mtaa kule, ndio kwao. Lakini kwa huyu baba yake si alikuwa na mali? Sisi tunakuambia yuko Lo-debar. Habari ya baba yake kuwa na mali na kutokuwa na mali sisi hatujui. Tunachojua ni kitu kimoja tu, yuko wapi? Lo-debar. Sasa usichukulie huu ujumbe kama maandiko yaliyoandikwa, chukulia katika uhalisia wa maisha ya sasa, kwamba mtu anaweza akapelekwa sehemu ambapo hakustahili kukaa, lakini akajikuta yuko pale. Je, huyu Mefiboshethi mtoto wa Jonathan alikuwa analalamika au anasema naombeni nirudisheni kwa baba yangu? Hapana. Kwa nini? Alirizika na hali ya kule. Kwa nini? Kwa sababu ya hali aliyo nayo ya kilema. Kwa hiyo anajua kulingana na ulemavu wangu, haya ndio maisha ambao natakiwa kufanya nini? Kuyaishi. Kwa hiyo naye alirizika kwa vile kule ndio si ana hali mbaya. Kwa hiyo mtaa anaoishi na akijitazama anaona, sasa hapa nitoke niende wapi tena? Haya ndio maisha. Kwa sababu hata nikienda kuishi kwenye ule mtaa au kwenye ule mji wa baba yangu, sina nguvu ya kufanya kazi, siwezi kusimamia mali, siwezi kufanya chochote. Mimi natakiwa nikae huku sehemu ambapo wenye shida wanakaa.